kufundisha kuomba. Maana sasa ningesema tuombe, utasema Baba katika jina la Yesu niko mbele zako Bwana. Mungu Baba, mimi nimekuchagua wewe uwe ndani yangu siku zote za maisha yangu. Naomba neema yako ije ndani yangu. Ale kufundisha kwamba hivyo ndivyo kuomba ni nani? Ale kufundisha kwamba tunaomba hivyo ni nani? Au imeandikwa wapi kwamba tuombe hivyo? Ni wapi? Tulimsikia Yesu akiomba. Sehemu ambayo tunasimulia Yesu aliomba, alisema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Wote hapa tuna wazazi, si ndio? Na tuna wengine wana watoto. Hivi mwanao akija akisema hivi, Baba, naomba ada shuleni, mwalimu anadai ada, usiponipa ada nitafukuzwa. Wewe kama mzazi utajisikiaje? Siwezi kumpiga kofi. Mama na njaa, naomba chakula. Mama, unipe chakula na njaa. Nisipokuwa chakula naweza nikafa leo na njaa. Unafanyaje huyo mtoto? Unampiga kofi. Si ndio? Baba yako mzazi unaweza kumwendea kumwambia, Baba, nimepata mchumba, nataka kuolewa, naomba nikubalie. Unamwambia hivi. Unamwambiaje? Baba, nimepata mchumba. Si ndio? Unaongea kistaarabu, kiupole. Kwa nini sisi tunafoka mbele za Mungu? Kwa nini tunafoka mbele za Mungu? Ndio tujifunze vitu fulani hapo uelewe, si ndio? Kwa nini tunafoka mbele za Mungu? Yaani unaomba mpaka una sweat, unaomba mpaka mishipa imesimama. Na unaongea na nani? Na Mungu. Mungu ni nani? Baba yako. Kama tu baba yako mzazi huwezi kumwendea, Baba, mimi ninapokuambia nimejenga nyumba mjini, yaani nataka nizindue, naomba Baba uje. Ndivyo unavyoongea na babako? Unaambiaje? Baba, Mungu amenibariki, nimefanikiwa kujenga nyumba mjini na karibia kuizindua, tafadhali nakuomba uje. Si ndio? Jamani, tuende mbele za Mungu tukaombe. Tuombe kwa nguvu. Baba, katika jina la Yesu niko mbele zako Bwana. Tazama, usipotokea nitakufa hapa Baba. Tunaomba, tunafoka. Unafahamu kwamba kuna maombi ukiomba yanaenda kwa Mungu moja kwa moja. Kuna maombi ukiomba yanaenda kwa shetani, yani unampiga shetani moja kwa moja. Kwa hiyo lazima ujue tunafoka wakati gani na tunaongea wakati gani. Hivi adui yako unaweza kumwambia, umeniudhi. Yani umeniudhi wewe, yani ungejua ni hapa na hasira. Yani nimekereka mimi. Unaweza kumwambia hivi. Hivi umenifanyia nini jamani? Yani tumepanga vizuri, yani nina hasira, yani hapa jamani nimekasirika. Adui yako unaweza kufanya hivi. Unamwambiaje? Wewe ndivyo tumekubaliana hivi kitu. Kwa nini umefanya hivi? Si nikwambia tusifanye hiki kitu. Kwa nini umefanya? Huyo ni nani? Ni adui, si ndio? Kwa mara zote ukina mbele za Mungu, nenda kukustarehe. Unaongea na nani? Na Baba. Alafu ukiongea na shetani, achia maisha yangu, achia maisha yangu katika jina la Yesu. Huyo ni nani? Kwa hiyo shetani tunaongea naye tunavyotaka, tunamfokea. Kwa sababu ni nani? Ni shetani. Lakini ukiongea na Mungu, Baba Mungu nakushukuru kwa neema yako. Asante kwa pendo ulionipa kila leo. Nalifurahia pendo lako maishani mwangu. Wewe kwangu ni Baba. Badala yako sina mwingine yoyote. Nashukuru kwa afya na uzima ulionipa Baba yangu, kwa sababu wewe umenipendelea na kuna mimi nafaa. Unaongea na baba yako vizuri. Alafu kuna namna amekufanyia mavitu mengi unashindwa kujizuia. Unatamani kumwambia, si ndio? Pale unaongeza kidogo. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mwema. Wewe ni unajua baba yako akikufurahisha, Baba umenifurahisha, si ndio? Baba yako mzazi tu wa kawaida akikufurahisha, Baba umenifurahisha, yani Baba Baba umenifurahisha kweli kweli. Wewe ni baba yako mzazi, si ndio? Maana yake amekufurahisha. So Baba naomba Baba umenifurahisha. Kwa Mungu anamwambia, Baba, kuna wakati nililala kitandani, sikujua kama nitaamka, lakini Baba ulinitoa kwenye kile kitanda. Asante Baba kwa kuwa ulinionyesha upendo wako pale. Hapo unamshukuru. Alafu kuna muda mapenzi yakizidi, haongei naye, Baba asante. Mapenzi yakizidi unabadilika. Si ndio? Baba yako akikufurahisha zaidi, unatamani kumuelezea hisia. Uje kufurahishwa mpaka unajua unalia. Yaani furaha inakuzidi mpaka unalia. Si ndio? Mapenzi yakikuzidi kwa baba yako, unabadilisha kidogo, unamwambia Rapanzo levra dia la kaduska dabai. Lekanera doska payatela, kapala dia sholi manda la duske. Linovia la bai la kujeleando savia. Lepala toska meli tosha paligantozia, le mande la banzo vika la duska pa antelia. Yaani hapo unaelezea hisia zako kwa baba yako, huwezi kuzielezea, amekufurahisha. Sio unajua kwenye maisha kuna namna mtu anaweza kukufurahisha. Ukamwambia yani wewe ukampa tano, si ndio? Amekufurahisha tu. Sio baba yako anamwambiaje, lemo gelia tuskapaya lena maunda basku dia hantul kapradias lenima soti ya kapai. Yanamwambia Mungu, yani mimi kabisa ambaye sikutegemea umenipendelea la stupa katala pasute limantuska bayadeya. Unaelewa? Hapa amekufurahisha, amekuburudisha.
unaongea naye kwa lugha ambayo jirani yako haelewi. Unajua mimi nikitaka kumtetea Tina hapa afu wote tumekaa tunajua tunaongea lugha moja nitashindwa. Lakini kama kuna mtu ambaye kuna lugha tunajua nataka nimtetee Tina, naongea tu hata kilugha changu hata kipare tu. Namwambia wamvona Tina ena nywele ndefu. Umeelewa kitu hapo? Nimesema umemwona Tina na nywele ndefu lakini hujaelewa. Wamvona Tina ena nywele ndefu. Ena nywele ndedha. Imagine. Hapo nimesema je, unamwona Tina ana nywele? Lakini hujaelewa nikisema hivi jamani nimemwona Tina na nywele. Nishamteta afu amesikia. Kwa hiyo kuna namna nataka niongee na Mungu kitu changu afu wewe usikie. Nafanyaje? Nasikiza huko ndani, nasikia shauku fulani ya kumwambia. Alafu ile shauku nataka kuitoa. Nikiitoa ikifika hapa mdomoni, inakutana na kitu kingine ambacho kinaitwa Roho wa Mungu. Anachukua ile shauku yangu, anaitoa hapa. Anaitafsiri kwa lugha ambayo ataelewa Mungu peke yake. Unasikia nikisema kai shataya kapaya lene mozieve telira kolamanda la doske vidai katai leshta pakuvele hanzo zie tishtabali kadus elamanda rakale kusofi hata listopelia takuza patosi kalushta paya kina suva takuse lita labaika shakatuzia na kuonyesha hivi vitu vinawezekana sio kwa ajili ya watu maalum, ni kwa ajili yako wewe. Shida ni kwamba ukiomba unajisikilizia eti unaomba Baba Mungu niko mbele zako, naomba Baba nisaidie. No, badilisha, sema rika tela. Yaani wewe acha tu mdomo unapeleka wenyewe, unasema tu mala paya kekatala duske lishkava dele bele hanzia lepaya katala manduska pastole pekia tai sinashto peliradiska lemo yeteli kita lushtapa kaduske lisupia hatusha likata livanuske talato manele kiaduska tashome ikasote ya bayadus. Unaelewa? Yani ni kwamba meli tuska la paraduske vya hatal lekosi meliatosh leto palahave tuska pai alomelia. Wewe na Mungu ni asili hii. Wewe na Mungu ni asili hii. So ukiongea hivi anaelewa. Ukiomba usijisikilizie Baba Mungu unajikaza. No, nimekuambiaje? Wewe funguka, achia tu moyo wako kwa wazi. Amen. Unachia moyo kwa wazi, alafu Roho Mungu anachukua huko ndani unachotaka kukiongea anakigeuza. Warumi 26:8 anasema kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho wa Mungu hutusaidia kuomba kwa kuugua. Hutusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Mimi na akili zangu kiniambia nitamke nilichotamka hapo siwezi, lakini nilikuwa naelekeza kwamba hii ni lugha ambayo tumepewa na sisi na Mungu ni asili hii moja. Tuna uwezo wa kuongea lugha akaelewa peke yake, mwingine yote ambaye sio asili yetu asielewe. Sasa shida ni kwamba ukiomba unajikaza, yaani umeshakariri kwamba nitaomba hivi nitaomba hivi. No, wewe jua tu wakati wa kuanza, wakati wa kumaliza achana. Mungu mwenyewe anajua. Alafu usiombe kistar. Wewe sio star. Usiombe kistar. Omba ukijua kabisa kwamba unaongea na baba yako kinyenyekevu. Unaenda mbele za Mungu wako, naambia Baba, asante kwa upendo, asante kwa uaminifu. Na ukiwa naomba nyanyua antena zako, nyanyua antena zako. Alafu unajua hii lugha pia na yenyewe iko imegawanyika mara mbili. Hii unaweza kuitumia kwenye vita. Alafu hii unaweza kuitumia kwenye kuongea na Mungu. Hivi unaweza kuongea na mke wako kumwambia mke wangu nakupenda sana. Yaani sasa hivi mdau nakupenda. Unaweza? Yaani unaenda kwa mke wangu mimi nakupenda sana, yani sasa hivi haraka ghafla nakupenda. Inawezekana? Kwa hiyo ukiongea na mke wako lazima uwe romantic, like babe I love you. Nakupenda mwenzako. Yaani wewe kwangu ni faida. Nikikukosa wewe maisha yangu hayana hajakamilika bado mke wangu. Si ndio? Unaongea hivi. Unaweza kumwambia mkeo, yaani wewe kwangu ni faida, nikikukosa wewe. Inawezekana? Mke tu ukiongea naye unaongea naye romantic. What about God? Vipi kwa habari ya Mungu? So Mungu ndio unaongea naye vizuri. Unamwambia Baba nakupenda. Wewe kwangu ni kila kitu. Ukinipungukia mimi mwenzako sina namna yoyote. Jana ndani yangu liko jana na juzi. Nataka nikuone ukikamilika ndani yangu. Bila wewe siwezi kukamilika. Unikamilishe nikufananie wewe. Si ndio? Unaachia tu mdomo afu unaomba kwa roho. Yaani roho yako unaiachia. Kama huwezi kunena kwa lugha masaa 3, sahau kutembea na Mungu kwenye viwango vya ajabu. Imagine unaweza ukaanza tu maombi yako kawaida. Tunaanza tu Baba katika jina la Yesu. Baada ya muda unakuja kufungua macho unaangalia saa. Umetumia zaidi ya risali moja na. Tukikuuliza ulikuwa unaomba nini? Au maombi umeyapata wapi? Hujui. Kwa nini? Roho hutusaidia kuomba kwa sababu yeye anajua jinsi ya kuomba vizuri kuliko sisi. Lakini lazima uwe na utayari. Utayari gani? Jiachie mbele za Mungu.
Kwa nini hatuwezi kuomba muda mrefu? Kwa sababu tumekariri. Unataka uombe maneno ambayo wewe unayajua. Nataka niombee kanisa. Nikimaliza kuombea kanisa niombe na Bidenisi. Nikimaliza kuombea na Davidenisi niombe mume wangu. Nikimaliza mume wangu niombe biashara yangu. Umekariri. Usiende hivyo. Wewe yasema tunaenda kuomba, alafu mwambie Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Chukua nafasi. Alafu uone kile ambacho utakifanya. Amen. Kumbuka nimekuambia kwenye vita tunafoka katika jina la Yesu. Achia uchumi wangu katika jina la Yesu. Achia ndoa yangu katika jina la Yesu. Achia huduma yangu katika jina la Yesu. Achia kila kitu kilichokabata kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Achia. Hayo ni maombi gani? Ya vita, si ndio? Maombi ya vita hayo lazima umfokee adui yako. Na ukiongea na Mungu ndio ile rimasha levrande antosh karabai. Hiyo ni unaongea na Mungu. Lakini ukianza kwenye vita unapiga kakatuska. Lepa sotelia, lepa tusikia. Lepa Roho Mungu anaongea na adui yako kupitia hiyo lugha. Na anaelewa mwenyewe, anashangaa tu amepigwa, hajakaa sawa amepigwa, hajakaa sawa amepigwa, hajakaa sawa amepigwa. Mwisho siku anakuachia unakuwa huru. Haleluya. Kwa hiyo maombi na neno, kipi kina uwezo wa kukushindia wewe dhambi? Maombi. Lakini neno halifai, linafaa. Neno gani linalofaa? Utakaolisikia wakati wa maombi.